Hizi ni habari za kimataifa. Mashambulizi mapya yameripotiwa katika miji kadhaa ya Iran kufuatia operesheni za kijeshi za Israel, huku taarifa zikionyesha kuongezeka kwa mashambulizi yanayolenga maeneo ya kimkakati. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yamegusa pia miundombinu ya nishati, ikiwemo uwanja mkubwa wa gesi wa South Pass, hali inayoongeza hofu ya kuongezeka kwa mgogoro katika ukanda huo. Katika hatua nyingine, Israel imedai kulenga vituo vya uongozi wa kijeshi vya Iran katika mashambulizi ya hivi karibuni, hatua ambayo inaonekana kuongeza presha kwa uongozi wa kijeshi wa Teheran. Hata hivyo, Iran imeonya kuwa mashambulizi hayo yanaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi, ikiwemo kulenga miundombinu ya nishati katika mataifa mengine ya Ghuba. Wakati huo huo, athari za mgogoro huu zimeanza kuonekana katika uchumi wa dunia. Nchini Japan, serikali imetangaza kuachia sehemu ya akiba yake ya mafuta ili kupunguza athari za mshtuko wa nishati unaosababishwa na kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta katika Strait of Hormuz. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unaendelea katika soko la ndani, huku bei zikiongezeka kimataifa. Katika upande wa usalama wa baharini, nchi kadhaa zimekataa wito wa United States wa kutuma manowari kulinda njia ya mafuta ya Hormuz, huku baadhi zikionyesha wasiwasi wa kuingia moja kwa moja katika mgogoro huo. Taarifa zinaonyesha kuwa meli nyingi bado zimekwama katika eneo hilo, huku Iran ikidhibiti kwa kiasi kikubwa usafiri wa baharini katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Kwa ujumla, hali ya usalama na uchumi katika Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, huku wachambuzi wakionya kuwa mgogoro huu unaweza kuendelea kuathiri soko la nishati na biashara ya kimataifa kwa muda mrefu zaidi. Endelea kufuatilia taarifa zaidi za kimataifa kadri hali inavyoendelea kujiri.